huwezi kukutanisha nao. Anaimba kwenye chorus, lakini akapewa nafasi kama hiyo, mke wa mwenzio usimpatie koti. Watu wakaanza kujua huyu jamaa ana uwezo. Sio kwamba eti radio ziliamua. Radio moja tunayoongea kwamba tumpe kipaumbele Remi. Remi alikuwa ni struggle, alifight mwenyewe, he found his own niche. Alijitoa yeye mwenyewe. Muziki asili yake wapi? Muziki ni wa nani? Dr. Remi hakuwa tu mwanamuziki, alikuwa pia ni baba wa familia. Lakini utajiuliza, licha ya umaarufu aliokuwa nao na mafanikio aliyoyapata katika muziki hapa Tanzania, je, akiwa nyumbani alikuwa ni baba wa aina gani? Kwa nyumbani, yani baba alikuwa yani yule mtu unaomuona jinsi alivyokuwa anaishi maisha yake nje ya nyumbani ni jinsi alivyokuwa anaishi maisha yake. Yani msimamo wake ulikuwa huo. Na alikuwa mtetezi sana wa wanawake. Kwa hiyo sisi wanawake kwenye familia nasema tulikuwa tunapendelewa sana kuliko wanaume. Wanaume alikuwa kidogo tough. Lakini kwetu sisi yani hamna kitu ambacho tunahitaji baba anaweza kukatalia. Yani chochote tunachotaka tunajua mama ndio anaweza akaleta pingamizi, lakini baba ndio mtu wetu. So alikuwa very free, very open. Ni baba ambaye unaweza ukakaa karibu naye ukaongea naye, hamna kitu ambacho unashindwa kudiscuss naye. So kweli alikuwa baba mzuri sana, very supportive. Alikuwa na ukali, lakini sio yani ukali ni mara chache sana utaona huo ukali. Mara chache sana, lakini most of the time yuko free. Yuko very free, very open. Na kwa kweli kitu ambacho sasa hivi kwa ukubani nikiangalia maisha yangu au maisha tuliokulia, naweza kusema naelewa kile kitu wazazi wangu walichokuwa wanataka kufanya, na walikuwa very smart. Walikuwa wale wazazi wakisema usio mzazi wa geti kali tuseme. Yaani rafiki zangu walikuwa hawawezi kutoka, hawawezi kufanya chochote. Baba alikuwa anasema no, mtoto akitaka kutoka mwachia, wewe mpe tu boundaries. Kwa sababu ukimkataza anaweza akakifanya hiko kitu nyuma yako. So he was very smart. Alikuwa kwenye jinsi ya kudili na watu pia, lakini na watoto wake. Remi Ongala, muziki wake uligusa maisha ya kweli kwenye jamii ya Kitanzania. Tungo zake zilikuwa zina mafundisho na sehemu ya faraja na utatuzi wa matatizo katika jamii. Ikaenda mbali zaidi mpaka kuitwa mwana falsafa, na wengine wakampa wadhifa wa dokta. Lakini swali ni kwa nini aliitwa dokta? Daktari kwa wengi wanavyoelewa. Wengi hata ukiingia kwenye Webster, Oxford ni kwamba mtu aliyosomea tiba na akapata degree. Lakini neno daktari linatokana na neno la Kilatino doctore, kwamba mtu anayefundisha. Sasa Remi aliitwa daktari kwa sababu yeye alikuwa anafundisha, sio kwamba alisomea tiba. Panadol, paracetamol na nini, hayo mambo Remi wala hayakumuhusu. Ila aliitwa daktari kwa sababu anafundisha. La pili umeniuliza mwanafalsafa. Kuitwa mwanafalsafa wengi wanadhani labda unapata degree fulani, umesoma Harvard au chuo kikuu Dar es Salaam au UCT University au Kent University au Biji University, My University, ile makubwa wanapoita mwanafalsafa. Ngoja nikwambie, wanafalsafa wa kwanza kuna Erich Hoffer, kuna Socrates, kuna Plato. Unaelewa? Kwenye jamii, kuja kwenye muziki sasa, kuna kina Ludwig van Beethoven, kuna kina Wolfgang Amadeus Mozart, kuna Ilich Piotr Tchaikovsky, kuna kina Bob Marley, kuna kina Fela Anikulapo Ransom Kuti na Dr. Remi Ongala. Hawa waliitwa wanafalsafa kwa sababu gani? Neno la falsafa limetokana na neno la Kigiriki philosopher. Maana yake mtu ambaye anapenda busara. A guy who loves wisdom. Ndio maana wanafalsafa. Huhitaji kuwa mwanafalsafa kwenda kwa chuo kikuu. Wote nilokutajia hawa hawajafika kwenye vyuo vikuu wala hawajui degree. Kifupi hapo wakati wapo degree zilikuwa hazipo. Degree zimeanza wakati wa Industrial Revolution, wakati wa introduction education. Walioifanya hawa kina Nelson Rockefeller kina nani ndio wakapanga huo upuzi wao. Lakini kuwa mwanafalsafa huhitaji kwenda chuo chochote. Nimemwita mwanafalsafa Remi kwa sababu gani? Alikuwa ni mtu wa busara.
alikuwa anaweza kutatua matatizo, alikuwa anaongelea matatizo. Kumwita Remi dokta kwa sababu alikuwa mfundishaji, kutokana na neno asili la Kigiriki doktere, mtu anayetoa elimu. Huhitaji kuwa na degree ya medical science uende kwenye university huo unatoa elimu bwana. Kwa hiyo nilimwita mimi mwanafalsafa na aliitwa mwanafalsafa, na sikumwita mimi, aliitwa na gazeti la The New York Times baada ya mtindo wake wa bongo beat. Baadaye akatunga nyimbo zake zile siku ya kufa. Alikuwa anawaamsha duniani kwamba dunia hii ni mapito tu. Siku ya kufa, ndugu, kwa heri. Watu wanahangaika kutafuta mali, kudharau watu, kuona ukipewa vyeo wewe ndio mnusu Mungu. Remi alisema jamani, haya maisha ya kupita tu. Sasa gazeti la New York Times wakisema huyu jamaa anaimba kuhusu social hedonistic underbellies, za kuonyesha mabaya kwenye jamii. Huyu jamaa ana deserve kuwa doctor. Kipendano, 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 una nyama bichi. Maisha tulioishi tulikuwa very accessible, yani pale mtaani kwetu accessible, yani mtu yoyote anaweza tu akaja akapiga hodi akakaribishwa. Kama ni asubuhi chai yatagewa, kama ni lunch hivyo. Kwa hiyo nyumba yetu kwa kweli at sometimes nilivyokuwa mdogo nilikuwa nasema hii ni kama niseme stendi ya treni. Yani ni stopover for kila mtu. Unaweza kuingia tu airport unaambia nipeleke kwa Remi wakakuleta mpaka pale nyumbani. So ilikuwa sio kama tulikuwa tunaishi maisha ambayo geti kali. No, actually ilikuwa tofauti sana, kwa sababu nyumbani ilikuwa tu tunaishi maisha ya kawaida. Yes, shuleni tulienda kwenye shule nzuri, kwa hiyo tulikuwa tuna access ya watu wenye hela nyingi pia. Kwa hiyo sisi tulikuwa yani tuko katikati, amna experience zote tunazipata. Kwa hiyo nahisi hiyo ndio imetusaidia hata leo tuko very grounded, sio watu ambao tunaweza tukanunuliwa au tukawa impressed over material things. Iko sio kitu ambacho tulilelewa nacho. Actually sisi tulilelewa wakati wa ujamaa, na baba na mama walikuwa wanaamini sana iko kitu. Kwa hiyo subira, heshima, adabu, hivyo ndio vitu ambavyo walikuwa wanatulelea, na kwa hiyo sisi tukujiona kama tuko tofauti na anyone. Lakini of course tulikuwa different kwa sababu mama alikuwa Mwingereza, kwa hiyo tulikuwa tunaonekana utofauti kidogo, na pia baba naye alikuwa mwanamuziki, ni mtu mkubwa, kwa hiyo alikuwa ana vitendo vyake ambavyo lazima mtu notice. Kama tulikuwa tuna nyani as a pet, na huyo nyani alikuwa anakorofisha sana watu mtaani. Ilikuwa kila siku kesi, nyani kala mahindi, sijui kala hivi, lakini baba alikuwa anampenda nyani wake. So of course maisha yetu yalikuwa tofauti, lakini sisi tulikuwa tunajiona kawaida tu. Wataalamu wa mambo wanasema changamoto humkomaza mtu na kumfanya kuwa bora zaidi. Moja ya changamoto aliyopitia Dr. Remi mwanzoni mwa safari yake ya muziki hapa Tanzania ni kuupata uraia, na inasemekana ilibaki kidogo tu angefukuzwa nchini. Remi alikuja Tanzania mwaka 78. Akajiunga na orkestra Makasi. Kuanzia wakati ule mpaka anafariki mwaka 2010 Desemba tarehe 10, alikuwa anaomba uhamiaji wampe citizenship, uraia. Alikataliwa. Kuna wakati yeye na mke wake Tony Thomas walitishiwa kufukuzwa nchini hapa. Walitakiwa wafukuzwe kabisa. Walishapewa ex parte order, persona non grata, kibali cha kwamba mtakiwe kuishi nchini. Bahati wakati ule tulikuwa na baba wa taifa. Akasema kwani tatizo lake nini? Anaimba mambo ambayo yakubaliki kama kwenye jamii. Kama yepi? Anasema sijui wanyonge. Kwani nchi hii ina wanyonge? Kifupi, bila baba wa taifa Remi asingekuwepo. Remi alipokuja, sababu ya kutaka kuwa deportiwa afukuzwe, kwa sababu gani? Waziri wa mambo ya ndani wakati ule, ambaye mimi sitaki kumtaja, alisema hao wamekuja kuua muziki wetu wa Tanzania. Kama vile tulikuwa tuna muziki. Hatukuwa na muziki wa Tanzania. Sisi tulimeiga marumba tu.
au Kilwa Jazz, unasikia Da Jazz, vikundi vyote vilikuwa vinaiga rumba la Zaire. Na hata wakati ule waziri wa mambo ya ndani wa kwanza wa nchi alioteuliwa na Nyerere mwaka 62 baada ya nchi kutoka kwenye British Protectorate, alikuwa anaitwa Lawi na Ngwanda sijaona, aliomba jamani, acheni kuiga nyimbo za watu, pigeni nyimbo zenu. Muziki ulikuwa maisha ya baba. Muziki kuanzia asubuhi mpaka usiku ulikuwa maisha yake. Kwa hiyo yeye na baba kweli alikuwa analala tuseme masaa 4 kwa siku. Kwa hiyo alikuwa nasema alifariki alikuwa na miaka 64, lakini katika ile miaka yake 64 maisha aliyoishi ni marefu kutokana na vile vitu ameweza kufanya. Most people hawafanyi hivyo vitu in a lifetime, lakini baba alitembea dunia, alifanya vitu vingi sana na alitangaza Tanzania everywhere he went. Kwa hiyo baba alikuwa anaandika all the time, na anaandika kila sehemu, kwenye kiboksi atakikata ataandika, yani everywhere utaona kaandika hapa, labda kwenye daftari. Muziki umeandikwa kila sehemu, na alikuwa very talented, lakini sana sana inspiration yake ya muziki ilitokea tu maisha ya kawaida, kuangalia maisha ya watu, vitu wanavyopitia, na yeye kama binadamu ana relate, afu alikuwa anaweza sasa kuviandika hivyo vitu, na ndio maana alikuwa maarufu, kwa sababu alikuwa anaongea kuhusu vitu vya kweli, vitu vinaweza kumshika mtu wa kawaida, na ndio maana alikuwa anajiita mtetezi wa wanyonge, kwa sababu he was passionate about Africa. Na hata alivyokuwa anaenda kutembea nchi za nje, alikuwa anatangaza Tanzania, lakini pia anatangaza Uafrika, kwa sababu alikuwa anaona Uafrika ni kitu kikubwa na anaelewa history ya Afrika. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kufundisha watu Waafrika, msimame, msikubali kuambiwa vitu kama hivyo, kwa sababu hanaelewa. Na yeye alikuwa hajasoma by the way, lakini tu kupitia maisha yake na watu aliowapitia, alikuwa ana marafiki wa kila sehemu. Kwa hiyo alijifunza mwenyewe, alikuwa anasoma sana pia, anasoma vitabu sana sana Kifaransa, kwa sababu yeye na mama walivyokutana walikuwa waongee lugha moja. Mama alikuwa anaongea Kiingereza, yeye alikuwa anaongea Kiswahili na Kifaransa. Kwa hiyo akamfundisha mama Kifaransa. Kwa hiyo lugha yao ya siri ilikuwa ya Kifaransa. Wakitaka kuongea mambo ambayo hawataki watoto kujua, Kifaransa kinaingia. And of course watoto ikabidi tuanze kuelewa, kwa sababu tunataka kujua. Jamani, mambo ya sasa. Jama mambo. Dude hilo likikuvaa utaondoka bila kitambi. Dr. Remi ni miongoni mwa wanamuziki waliowahi kufungiwa kazi zao za muziki wakati huo, na moja ya wimbo uliofungiwa ni Mambo kwa Soksi, wimbo ambao ulikuwa unatoa tahadhari juu ya gonjwa la ukimwi. Sasa ilikuwaje mpaka kufungiwa kwa wimbo huo? Miaka hiyo tunasema Tanzania ilikuwa ni jamii iliyofungika. Anasema Kiingereza it was a closed society. Chama kimoja, magazeti ya chama tu, freedom of expression hakuna. Ukisema chochote serikali inaweza kuzuia mpaka leo. Haya yapo, serikali ikiamua tu inazuia, sio kwamba inafuata taratibu. Kaamua mtu mmoja. Mambo kwa Soksi. Kama ule wimbo ukisikiliza, Remi alikuwa anajua huu ugonjwa ulikuwa unaitwa sijui Burundi, sijui Juliana, whatever. Ulipokuja nchini, Remi alikuwa kwanza kutunga wimbo, anasema jamani, sasa hivi hali imebadilika, kina dada, mambo kwa soksi. Ukiitwa sasa hivi anasema danga, ukidanga nenda na soksi zako, kaonekana huyu anaharibu maadili. Hivi unaharibu maadili vipi kuambia wanawake wachukue kondom? Wewe unaharibu maadili. Wimbo kafungiwa. Wa kwanza kufungiwa. Baadaye ukafungiwa mwingine Kipenda Roho. Hilo swali ukiniuliza nitakujibu baadaye. Lakini waliofungia kwa sababu walisema kwamba tena tu waliofungia nakiri sisi wenyewe Radio Tanzania Dar es Salaam. Wakati huo kuna bodi ya uhariri na hivi wazee wetu wale mwanzo, siwataji majina msije mkaanza kwa posti, wakasema wimbo haufai. Lakini sasa haki kama alivyosema Nyerere ina tabia, usipoisikiliza inalipiza kisasi. Janga lipokuwa kubwa, wenyewe serikali walimfuata Remi na Takei's wakamwambia wimbo wako sasa tunautaka uwe ndio kampeni ya
kuhamasisha watu kujikinga na ukimwi. Kwa hiyo walimfungia wimbo wa kumfungia Remi. Na sio yeye wa kwanza kufungiwa wimbo wake, wengi walifungiwa. Ila umeniuliza kuhusu Remi. Kabla ya hapo hata Frank Hampling na dada zake walifungiwa wimbo mwaka 54. Ile Tanganyika siji kija Kenya nini, wakasema wakoloni walifungiwa kwa ukoloni. Na nyimbo nyingi tu, kwa mfano bomoa mama tutajenga kesho, orchestra mambo bado. Rajabu Diwani ambaye alikuwa katibu mwenezi wa CCM aliyofungiwa ile wimbo, alisema chama kinasema tano yajenga nchi, wewe unasema bomoa tena, wakafungia. Kwa hiyo vitendo vya kufungiwa hakuanza Remi, vilikuwa vingi, ila Remi alifungiwa kwa sababu ya wimbo Mambo ya Soksi. Ikaonekana maadili ya Kitanzania hayaendani na hiyo, lakini maadili ya Kitanzania watu wanayafanya haya. Sasa kuambia jamani mvae kondom ni tatizo, lakini Mungu unajua ndo mtenda haki. Wakagundua kwamba huu wimbo wa Remi wakauendorse sasa na akauimba kimataifa. Basi hapa kwenye stage mzee wetu Dr. Remi Ongala naye angekuwepo, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ametangulia mbele ya haki. Wanaye bado tunaendelea na tunaenzi kazi yake, kwa maana kwamba kuimba kwetu ni koo. Babu mzaa baba alikuwa anaimba, baba naye alikuwa anaimba, na mimi mwanae Tom Ongala leo naimba. Kwa hiyo tunasukuma gurudumu. Ukiwapenda baba ya wewe mwenye ujejoi, ukiwapenda baba ya kila siku nasema unaonewa, ukiwapenda baba ya uko na kokwenda pia ni baba ya, ukiwa na roho mbaya kweli tutakuogopa, ukiwa na pesa nyingi usawata watakosa, kwani walimwengu wana wema ona wapendeni. Cheza. Huyu ni Tom Ongala, mtoto wa Dr. Remi, ambaye amepata bahati ya kufuata njia ya mzee wake. Anafanya muziki wa band, lakini ilikuwaje akawa mwanamuziki? Mimi wakati naanza muziki au wakati nataka nifanye muziki, mimi mzee wangu alinijenga sana kwenye elimu, kwenye shule, na alipenda sana mimi nifanye zaidi kwenye mambo ya education kuliko muziki. Lakini yeye alikuwa ananishuhudia mimi naimba bafuni, hizi nyimbo zake naimba bafuni, na ilikuwa kwenye concert za shule, saa nyingine na perform nyimbo za mzee. Na uzuri saa nyingine yeye anakuja kwenye kuona concert za shule, na akija yeye ndo ananijaji sasa kwamba bwana pale umeimba flat pale. Kwa hiyo kila chokuwa ananieleza, naambia baba mimi nataka niimbe hivi kama unavyoimba. Kwa hiyo naye alikuwa ananitengeneza kwa kiasi fulani, kwa maana kwamba mwanangu sio nataka kuimba hii muziki asili yake wapi? Hii imepigwa hapa, imba hivi, pita njia hizi. Kwa hiyo mimi utundu wangu ulikuwa kwamba ili yeye ajue kwamba mimi muimbaji, mimi nilikuwa nikiingia bafuni naimba. Na naimba nyimbo zake, yani siimbi nyimbo za mtu mwingine. Mimi naimba sana nyimbo zake, Mariamu wangu, Kipenda Roho, Narudi Nyumbani, muziki asili yake. Kwa hiyo nikianza kuimba vile yeye ndo ananiambia kwamba ile Kipenda Roho umeimba vizuri. Umeimba kama mimi. Kwa hiyo na mimi ile inanichukua sasa kwamba hadi mzee naye kasema hivi, basi acha mimi niendelee kukomaa. Vitu kama hivyo. Familia ya Dr. Remi bado inaendelea kumwenzi kwa kuendeleza kile alichokuwa akifanya baba yao. Tom Ongala anafanya muziki wa band, lakini Aziza ni muandaaji wa Ongala Music Festival, maalum kwa kulinda urithi wa mzee wao. Kwa familia kwetu sisi tunataka kuendelea hiyo legacy yake, kwa sababu tunajua huyu mtu alifanya kazi kubwa, alifanya kitu kikubwa cha maana, na jinsi ya kumwenzi ni kitu cha maana kwetu sisi. So mwaka 2018 tukaanzisha tamasha la Ongala Music Festival, tukafanya many editions, kama edition 6,
na ilikuwa ni stage ya kualika wasanii kutoka Tanzania kutuza vipaji, lakini kuonesha kama vipaji tunavyo, pia kuendeleza mziki wa dance, kwa sababu mziki wa dance au niseme mziki wa kibendi, kwa sababu dance pia ni genre ya mziki, lakini mziki wa kibendi kwa sababu huko ndo sisi tulipotokea, na ingekuwa sio mziki nisingekuwa hapa leo, right? So ni kitu ambacho kwangu mimi nasikitika kidogo, kwa sababu naona huo mziki wa dance umeshuka kiwango sana, lakini ukiangalia kazi ya sanaa inayoenda kwenye mziki wa bendi ni kubwa zaidi kuliko mtu ambayo let's say kama DJ au mtu anasimama tu pale ana playback, anawasha tu mziki ana playback. Kwa hiyo niliona kama hii ndo njia ya kumwenzi baba, ni kutengeneza platform za kuenzi wanamuziki ambayo bado wana struggle kufanya mziki wa live. So tunafanya pia mafundisho, kwa sababu game yetu imebadilika sana. Kuna hakimiliki, IP, copyright, vitu vyote hivyo. Ndio kama mwanamuziki aelewi hivyo vitu, ni ngumu sana kuishi hapa mjini, na hata ukivielewa ni ngumu, kwa sababu ukiangalia kwenye system yetu ya Tanzania, hakimiliki ndio kwanza kitu ambacho tunajaribu kukitatua, lakini systems hazipo bado, niseme ukweli. Yeah. So baba alijiandikisha Uingereza na PRS, kwa hiyo nyimbo zake nyingi ambazo zilitoka kwenye album yake na record label yake ya zamani, of course kuna hakimiliki, lakini kuna nyimbo nyingi sana zilifanywa Afrika, sana sana Nairobi, kwa sababu wakati huo wanamuziki walikuwa wanaenda kurecord Nairobi. Ziko infringement, kuna infringement nyingi, yani kuna tuseme watu wengi wanatumia mziki wake kinyume na wanavyotakiwa. Na hiko ni kitu ambacho sisi kama familia tunaanza kukifuatilia. Lakini sisi hatuna shida, tunataka watu wafanye kazi na content ya baba, lakini kuna utaratibu. Kile tunachotaka watu waelewe, kuna utaratibu, kwa sababu familia yake ipo na system zipo. Lakini ni sifa, kwa sababu sisi tunataka iko kizazi kiendelee. So sio kama tunabania iko kitu, no, lakini pia tunajaribu kuset hizo standards. Ni miaka 16 sasa tangu kufariki kwa Dr. Remi, mwamba ambaye alinogesha pakubwa sanaa yetu ya muziki wa dance. Hii inanifanya kufikiria ingekuwa vipi kama tungekuwa naye kwenye wakati huu wa sasa, na angeisaidia vipi sanaa yetu kwa wakati huu. Jibu langu linaweza likawakera watu, labda likakukera na wewe. Sisi hatuna sanaa yetu. Dola Planet hatuna sanaa yetu. Tuna sanaa za kuiga tu. Mfano wa Remi ni mmoja tu. Kabla ya Remi walikuwa kina Saidi Karamagi Mwinamila, walikuwa kuna kina Dr. Hukwi Zawose, walikuwa kuna kundi la 38. Hiyo ni sanaa yetu, ilitokana na vionjo vyetu vya asili. Hakuna mtu anayekubali. Hukwi Zawose alienda zake Uingereza. Remi alipatwa maarufu alipoenda Uingereza. Unasema angesaidia sanaa yetu ipi? Ya mapiano? Ya zuku? Usinitanie wewe. Sanaa yetu ipi? Labda naambia sanaa yetu ipi? Hatuna sanaa yetu. Mimi nilipata bahati ya kuteuliwa kwenye kamati ya mdundo wa taifa na Mheshimiwa Waziri Mchengerwa. Tutafute mdundo wa taifa. Serikali ilitenga hela, tukaweka na ripoti yetu, tukaikabidhi. Tulitegemea angefanywa kazi. Tulizunguka nchi nzima. Tulikuwa na wataalamu wengine kutoka Malawi, kutoka Zanzibar, Zambia. Tulishirikiana na Tanzania na Zanzibar. Tukaunda vionjo, tukaunda producers kit ambacho ni kivunge cha mtozi. Tukamkabidhi Waziri Mchengerwa. Lakini kwa bahati mbaya, naamini nia yake ilikuwa nzuri. Mchengerwa baada ya kumkabidhi ripoti ya kupita wiki moja, mabadiliko ya serikali yakatokea, akaja Pindichana, haikupita mwezi mmoja mabadiliko yakatokea, akaja Bushungwa, haijapita mwezi mmoja akaja Kabudi. Kwa hiyo ule mtiririko ukakatika katikati. Ndio maana hata nilipokaa nikasikia Kabudi kasema mdundo wetu wa taifa ni singeli. Ningefanya nini sasa? Wengine kama nilivyosema Marijani, kuleni ugali wenu mkalale. Watu wana watu wao, wana mambo yao. Nilijua kwamba hakuna nia ya kutafuta mdundo wa taifa. Singeli mdundo wa taifa, mdundo ambao una 300 beats per measure. It's a frenetic beat.
unachezekaje? Sio kuchezeka tu, wanakuja watalii, mdundo ambao huwezi kucheza mpaka uagize vyombo kutoka Japan, Casio. Kwa nini tutafute vionjo vyetu? Na tulizunguka tutakuwa vionjo mpaka Zanzibar. Tuna vionjo vyetu, tuna ilimba, tuna ngoma za jadi, kuna mitindo kina sangula mingi tu, mdumwange, msondo mingi, yote tuiache, tuchukue mdundo singeli ambayo ni oriental. Lakini sasa mimi sio kazi yangu kufanya, kazi yangu mimi kuongoza tu. Kama unataka mwongozo ufuate, kama hutaki basi. Kwa hiyo uliposema sanaa yetu hii mpishe ya kina Diamond, kina Alikiba, kina Rayvanny, wewe usinitanie bwana. Kifo, kifo, kifo wakina huruma. Kifo, kifo, kifo wakina huruma. Kifo, kifo, ukitaka kujua kifo, fika hospitalini, tafuta wengine wanalia, wengine wana miguu tena, wengine wana vidonda, wengine wana vipele, wengine wana ukurutu, wengine wametoka wamekufa. Shauri yako wewe kifo, ipo kwa nini unatusumbua wewe? Umezaliwa shauri ya kuishi, ulimwengu bila watu sio ulimwengu tena. Kifo wewe, kifo, kifo, kifo wakina huruma. Nyimbo kama Kifo, mwanzo wakati nafanya mziki ilikuwa inanipa ugumu sana kwa sababu ya mashairi ambayo mzee ameimba. Kwa mfano, kuna beti ya Kifo inasema kwamba kifo, kifo, siku yangu ikifika, kifo ni alifu mapema, niage wanangu. Sasa ile moja kwa moja inanibeba mimi hisia moja kwa moja ya mzee, kwa maana kwamba yani naona kama mzee yuko hapa na kama anatuma ule ujumbe na mimi na ushuhudia. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa ni ngumu kuperform wimbo wa Kifo, na zaidi ya session kama 3 au 4 wakati naanza mziki nilikuwa siwezi kuimba hiyo beti. Nilikuwa ikifika kwenye hiyo beti na skip naenda beti nyingine. Lakini baada ya kukaa na wazee wangu ambao vile vile wamenitengeneza sana kimziki, wakaniambia kwamba wewe unachokifanya ni kazi ya mzee. Kazi ya mzee, wala usijali. Najua utabeba hisia kubwa, lakini pambana ufike kwenye ile noti ya mzee. Na mimi sasa hivi naimba pasipokuwa tena na yale mashaka au kufikiria. Mimi nafanya kwa maana kwamba naenzi. Hata kama naimba Kifo, naimba kwa ajili ya kumwenzi mzee, kwa ajili ya wale ambao wametangulia mbele ya haki. Kitu kama hicho. Kifo, kifo, tulikuwa na baba yetu, tulikuwa tunamtegemea, kifo namchukua Remi wetu. Leo tunakwenda tunahangaika, hatuna mala pa kula. Wakati baba alikuwa yupo, wadogo walikuwa chuko tena. Leo baba yupo tena, wengine wananisimanga, wengine wananifukuza. Shauri yako wewe kifo, 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 kifo wakina huruma. Kifo, kifo, kifo wakina huruma. Yaani natamani hichi ninachokifanya kama naye angekuwepo yuko hai, naamini ningekuwa na hatua kubwa zaidi, kwa sababu naye angenishika mkono kwenye njia na angenishika mkono kwenye wale watu ambao yeye anaweza akawa yuko nao karibu. Kwa hiyo ujue ugumu naopata mimi ni kwa maana kwamba Matimila ambayo ndio ilikuwa bendi ya mzee haipo tena, na wanamuziki wachache sana waliobaki wa Matimila. Kwa hiyo mimi najitahidi kufanya kile ambacho Matimila walikifanya, hata kwa kuchukua watu ambao
tukopi alafu tukafanye vizuri. Kwa hiyo naamini kama angekuwa na yeye mwenyewe yupo, yani stage tungeishambulia zaidi ya hivi. Siku zote watume huwa wakubaliwi kwenye jamii mpaka waondoke. Binadamu tuna tabia, huwezi kumheshimu mtu mpaka awe hayupo. Alipoondoka Remi, ndio watu wakajiuliza, hebu tuliwind mkanda. Remi ndio mwanamuziki wa kwanza kutoka Tanzania kurekodiwa na international label, ya real label ya Peter Gabriel. Remi ndio mwanamuziki wa kwanza wimbo wake Kuipenda Roho kutumika katika movie ya Hollywood inaitwa Natural Born Killers ya director Quentin Tarantino na Oliver Stone. Kama umeiona au wasikilizaji wako wanataka kuirejea, ipo ya mwaka 94. Wachezaji walikuwa Mallory na Nixon. Wapenzi walikuwa wamependana wakakutana, lakini wazee wataki wakawaua wale wazee. Legacy ya Remi, yeye wa kwanza kutoa muziki wa Kitanzania kuupeleka kimataifa, kwenye jukwaa la kimataifa. Remi alikuwa ni permanent feature ya World and Music and Dance Festival. Bila Remi watu walikuwa wakubali. Remi alikisambaza Kiswahili miaka hiyo. Remi alionyesha utamaduni wa Kitanzania. Wazaire wao unawajua Wazaire. Wewe angalia tu wana muziki wa Kizaire. Mikorogo mingi, madhahabu mengi, si nini yani. Remi hakuona kama hayo mambo yeye yanamsaidia. Alikuja Tanzania akataka kuishi wanavyoishi wa Tanzania. Remi kaja 78. Tulikuwa tuna Nike. Tulikuwa kuna Lacoste, hatuna Sergio Valente, hatuna Hugo Boss, hakuna Christian Dior. Remi alikuwa anavaa suruali za kaniki, anavaa shanga za Kiafrika. Hakudhani kwamba ule, unajua Wazaire wana kitu kimoja wanaita la sapere, kwamba mnajifanya watanashati kama walivyoimba Vadaze, tai shingoni, sigara mkononi, hamna pesa mfukoni. Sasa ndio Watanzania wengi tupo hivyo, tunaishi fake life. Legacy ya Remi alileta kwamba huhitaji kuwa Mkongo ujitofautishe na watu wengine, ishi maisha ya kawaida. Remi alikuwa anaimba lugha mbalimbali, kaimba Kisukuma, kaimba lugha nyingine kwenye nyimbo zake. Hakujiona yeye Mzaire kwamba mimi mtanashati navaa hapa kuanzia hapa mpaka milioni 20. Remi alikuwa anaishi maisha ya kawaida tu. Hata gari lake baada ya kupata mafanikio alinunua Morris Minor. Watu wakasema wewe mwimbaji mkubwa, kwa magazeti hayo siyataji. Kesho yake akaenda pale Magomeni nyuma akaliandika babako analo. Remi aliacha legacy ya kusema kwamba wasili traditional Tanzanianism. Remi kwanza cha ajabu, toka amekuja hapa mwaka 74 hajawahi kurudi kwao Kindu. Narudi nyumbani yo, nyumbani, nyumbani. Wanasema vizuri hufa mapema. Dr. Remi alikuwa mwanamuziki pendwa na baba aliyependwa pia na familia yake. Alipambania uhai wake kwa muda mrefu. Akiwa mgonjwa, familia yake inasema alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kisukari. Yani baba alidiagnoziwa na kisukari, diabetes, kwenye miaka alivyofikisha I think 40s, early 40s. Alikuwa Ulaya, akakolapse, akalazwa hospitali kuja kumcheki ana kisukari. Kwanza hizo reading zake mpaka madaktari wakasema huyu mtu hatuelewi anaishiji, manake hizi vitals zilikuwa off the charts. Kwa hiyo akagewa masharti ya kupunguza vitu vingi, kuangalia diet, pombe, vitu kama hivyo. Sasa wakati huo baba alikuwa yuko tayari kupunguza hivyo vitu. Si unajua tena sukari pia alikuwa anapenda vitu vya sukari. Kwa hiyo eventually huo ugonjwa uka caught up. Kwa hiyo baba alikusema kweli aliumwa kama miaka 10 kabla ya kufariki. Na mwishoni kweli aliumwa sana. Akapata stroke 3. Most people survive stroke ya pili, lakini baba alisurvive mpaka stroke ya 3. Mwisho wa siku tu figo ikafeli. Kwa hiyo ikabidi aanze kuwa na dialysis. Sasa ukishafika huko quality of life pia inaisha kabisa. Kwa hiyo miaka 10 aliumwa sana na huwa alianza kuumwa mimi nilikuwa bado niko shule. Kwa hiyo wote tutasema kwa watoto wa nyumbani tulisaidia kumuuguza baba yetu, na mama of course alipambana
but mwaka 2010 ndo it was his final year, na kwa kweli wakati huo mimi nilikuwa nasoma Uingereza na wote watoto tulikuwa tumesambaa, lakini tulikuwa hatupo sana hapa, lakini ndo hivyo ilifika sehemu na yeye mwenyewe alijua tu, alifight sana, lakini mwisho wa siku kitu ambacho kilikuwa kigumu sana kwetu sisi kumuona ni yeye kushindwa kufanya muziki. Na ndio maana hata alivyoumwa mwisho wa siku akaingia kwenye gospel kidogo, sijui kama mnajua, na ni kwa sababu watu wa gospel, watu wa kanisani waliona tumfuate huyu mtu, tuangalie kama tunaweza tukafanya kitu naye. Kwa hiyo ndo kwa baba, kwangu mimi ninavyomjua, yeye alikuwa anataka tu kufanya muziki. He doesn't care at what capacity. Kwa hiyo if I need to okoka, basi nitaokoka. So that's what happened. Kwa hiyo akafanya, I think kwa Yesu kuna furaha, a few gospels alizifanya, but it was hard for us kumwangalia, kwa sababu kuna wakati alikuwa na vile vidole havifanyi kazi tena, kwa sababu stroke, unajua upande wako wa kushoto ni kama kwa hiyo alikuwa inabidi ajifunze jinsi ya kutembea, kula, unamlisha, unamwambia baba tafuna, anatafuna. Yaani alitoka huko. Baadaye ndo akaanza kushika gitaa tena, anajaribu kupiga chord zake, lakini kuna chord nyingine hawezi kuzipiga tena. So it was hard kuona hiyo deterioration. Lakini mwisho wa siku mimi naona tukiangalia maisha yake kwa ujumla, alitoka from nothing, akatembea dunia, akatangaza Tanzania, aka change the game. So we're very proud. Na I am sure yuko kwa Mungu. Wherever he is, he's in a good place. Kwa sababu baba alikuwa ni mtu ambaye sio mnafiki, sio mtu wa kudifanya. Anaongea na kila mtu. He doesn't care ukiwa sijui muombaji beggar on the streets au ukiwa mtu tajiri. Yani yeye kila mtu alikuwa anampa nafasi yake. Siku ambayo labda anafariki, mimi nilikuwa Sinza. Saa 3 usiku nikapigiwa simu na mama kwamba mzee hajisikii vizuri, amegoma kula. Na mimi kwa sababu kwa miaka takriban 10 mimi niko na mzee, yani in and out kwa kila kitu, miaka 10. Kwa hiyo nilikuwa tayari nishajua kabisa weakness ya mzee. Akiwa yuko vizuri naweza nikamsoma, nikajua mzee yuko vizuri siku ya leo kutuga. Kwa hiyo wakati mimi niko Sinza na siku ambayo ndo mzee anazidiwa, mama aliponipigia simu kama saa 3 hivi, mimi nikatoka Sinza nikarudi nyumbani Mbezi. Kufika nyumbani mama akaniambia kwamba mzee amekataa kula, labda shika hichi chakula kajaribu wewe kumpa. Kwa sababu mimi namudu mzee, mimi nikasema ngoja nikajaribu. Nikachukua chakula nikaenda chumbani kwake, nikamwambia baba unatumia dawa ambazo zinahitaji wewe ule. Kwa hiyo mzee, kula ili upate nguvu. Lakini mzee alikubali kula kwa sababu tu labda nilimbembeleza na nilimuomba. Kwa hiyo kumbukumbu yangu kwa kumlisha, alikula vijiko 5 tu. Baada hapo akasema niache nipumzike. Nikaona kwamba kwa hali aliyokuwepo nayo hii, na nikashauri kwa sababu kwa kipindi kile alikuwa Kali tayari kasharudi. Kwa nikaambia brother kwamba Kali, hali ya mzee kidogo, yani katika siku zote anazozidiwa, leo kama iko tofauti sana. Na mzee alikuwa anafanya dialysis pale Legends, na ile ilikuwa siku ya Jumanne kuamkia Jumatano, ambayo Jumatano ndo ilikuwa siku yake ya kufanya dialysis. Kwa hiyo mimi nikamwambia bwana, kama inawezekana tushauriane tumpeleke pale Legends, ili kama atakuwepo pale asubuhi akiamka afanye hiyo dialysis. Lakini Kali akaniambia twende, kama ni hivyo na hali ishakuwa hivi,
kweli twenzetu, lakini wakati tuko njiani ile hali kazidi kubadilika. Kwa hiyo kali anaendesha, mimi mzee yuko siti ya mbele, mimi niko siti ya nyuma, mimi nimemshikilia mabega, kwa maana kwamba ukimwachia ina maana ilikuwa sio hali ambayo sisi wenyewe vile tushaiona. Basi tumefika Legends, wamempokea Remi, huyu si kesho ana dialysis, acha tumpeleke sehemu husika, na sisi tukabaki nje. Kubaki nje almost kama dakika 30 kwenda 45, madaktari wakatoka nje. Basi wakatuambia, bwana Tom ni nani? Nikamwambia ni mimi hapa. Wakasema basi mzee anakuita. Hiyo ni last moment za mzee kabisa. Basi mimi nikaingia kwenye chumba kile. Sasa mzee tayari hapo amekata kauli, yani haongei. Lakini alitoa tu mkono. Sasa kutoa mkono na mimi najaribu kuongea naye sasa ile, baba tulia, madaktari wanakushughulikia hivi na hivi, na respond. Lakini akawa sasa ameningangania. Wale madaktari wakaniambia, toa huo mkono ili mradi tuendelee kuhangaika naye. Basi na mimi nikamwambia, baba niachie kidogo ili watu wapambane. Mimi nilipomtoa mkono nikatoka nje. Kutoka nje tukawa tunasubiria sasa kama dakika 20 tu. Wale madaktari wametoka, watuambia, jamani nyinyi, kwa sababu tulikopo mimi na Kali, kwa sababu nyinyi ni wanaume, tunaomba ili mlibebe kama watoto wa kiume, lakini mzee hatuko naye. Tarehe 13 ya mwezi wa 12 mwaka 2010, Dr. Remi Ongala alilazwa hapa kwenye nyumba yake ya milele. Familia yake ilimpenda, wapenzi na mashabiki wa dance Tanzania na duniani walimpenda, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Aliwahi kuimba akisema, kifo hakina huruma, na dhahiri imedhihirika. Hata kwake pia kifo hakikuwa na huruma. Ndio maana leo amelala hapa zaidi ya miaka 16 sasa. Si mbali sana kutoka hapa alipolala mpaka alipokuwa akiishi panaitwa Sinza kwa Remi. Leo nimekuja kumzuru na kumwambia, Dokta, shukran, asante kwa burudani uliotuachia ulimwenguni. Sasa tunaifurahia na ulikuwa mbele ya muda sana. Wataalamu wa mambo nasikia wamepata pia majibu ya muziki asili yake nini. Pumzika kwa amani, Dr. Remi Ramazani Mtoro Mungamba Ongala. Muziki asili yake wapi? Muziki ni wa nani? Muziki hakuna mwenyewe. Muziki ni mwito. Muziki ni fundisho. Muziki ngombolezo, kilio. Usinione nikiimba ukazani ninayo furaha, kumbe ninayo huzuni moyoni.